Usambara Mountain TV, furaha yetu daima. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mmeamkaje jamani? Poleni kwa safari na karibuni sana Montessori. Karibuni sana kwa ajili ya kwanza kufahamu Montessori ni wapi, lakini pia kufahamu watu wanaokaa Montessori, lakini pia kufahamu mazingira ya hapa. Karibuni sana. Ninafahamu kabisa kwamba mmekuja kwa ajili ya special program ya Montessori na mmekuja kujifunza. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kuwapongeza kwa kuitikia mwitikio huu ambao umeandaliwa na Sister Ruti pamoja na Dada Lona. Karibuni sana na hongereni sana Sister Ruti na Dada Lona. Makofi kwao. Montessori ni wapi? Nitasema kwa ufupi sana, lakini baadaye nitasema huyu aliyeka pembeni yangu hapa ni nani na anahusikaje na Montessori. Montessori hapa tulipo mwaka 1991. Huyu mtu aliyeka hapa anaitwa Sister Gaspara. Alipewa jukumu la kujenga hapa, la kujenga mahali hapa, na mwaka 92 akafika hapa kuanza ujenzi. Sasa sijui nani alikuwa amezaliwa wakati huo, au nani alikuwa na Dada alikuwa amezaliwa. Nani alikuwa ameshakuwa sister hapa? Mimi mwenyewe tu hapa. Na kusika mwenyewe. Kwa hiyo ni zamani kidogo. Lakini baada ya kujenga Montessori hapa, kujenga, kukabadilika, jina likabadilika la hapa. Hapo originally kunaitwa Ubiri. Kwa hiyo kwenye usajili wa hapa utasikia Ubiri chuo cha Montessori, Ubiri sekondari, Ubiri wapi. Kwa hiyo kukabadilika jina sasa. Baada ya kujengwa hapa, kukabadilika jina kutoka Ubiri kwenda Montessori. Baada ya hapo mwaka 94 wanachuo wakaingia. Sasa sitaruti, wewe ulikuwa darasa la kwanza? No, nilikuwa ndio nimeanza chuo hapa. Nilisoma wanafunzi wa kwanza. Wanafunzi wa kwanza. So, tunaona makofi kwake. Kwa hiyo historia inaendelea. Mwanzilishi yuko hapa, mwalimu, na mwanafunzi wa kwanza yuko pale. Kwa hiyo historia inaendelea. Yaani ni furaha kubwa sana. Baada ya hapo sasa, Montessori ikaendelea kukua. Chuo kikawa mama wa vitengo vingine vilivyoko hapa, ambavyo vitengo hivyo ni St. Michael. Sasa mimi sitafuata historia maana sijui, nataka kuharibu. Mimi nitashuka na haka kamlima kama kalivyo. Ikazaa daycare, baadaye ikazaa ile dispensary pale getini, baadaye ikazaa spiritual center, baadaye ikazaa St. Eugene, baadaye ikazaa primary, St. Catherine primary, baadaye ikazaa St. Catherine secondary. Kule chini tunalinda kule mipaka sisi sasa. Kule chini. Kwa hiyo mimi naitwa Sister Focus Mjema, nafanya kazi St. Catherine secondary kule chini kama mkuu wa shule. Mimi ni tunda la Mama Gaspara. Kwa mbali huko zamani nikiwa nasoma, lakini baadaye nimekuja kufanya kazi na mama hapa kama makamu wake akiwa mama mkuu wa shirika. Kwa hiyo historia imeendelea hivyo. Kwa hiyo hiki kinabaki kuwa chuo mama. Sasa Mama Gaspara amekuja amekuwa mwanzilishi, lakini leo anakuja kuwa mwanafunzi kujifunza pamoja na nyie hii program ambayo wote mmekuja kujifunza, lakini anakuwa ambassador. Kwa hiyo duara linaendelea kuendelea. Kwa hiyo wewe popote pale ulipo leo, unapofanya kazi pale ulipo, hata upate changamoto gani, usikate tamaa hata siku hii moja. Kwa sababu ukubwa wa ulioko ndani yako ambao Mungu amekuumbia wa kuwalea watoto, utajikuta unalea mpaka watu wengine. Naomba tumpigie Mama Gaspara. Mama hakuchoka kutengeneza St. Catherine secondary. Kabla hajamaliza uongozi wake wa shirika, akaanzisha UMTV.
Kwa hiyo leo kitengo kidogo karibu kabisa cha tuseme mtoto wa Montessori kwa sasa ni kitengo cha UMTV station yetu. Kwa hiyo leo mnaanza hii programu yenu na mpaka mtakapomaliza TV itakuwa na nyie. Mtachukuliwa hatua baada ya hatua, kitendo baada ya kitendo, kipindi baada ya kipindi, ili licha ya kwamba mtafahamiana nyie wenyewe hapa, mtajifunza kitakachokuwa kinasemwa hapa, mtakuwa wenyewe mnafundisha dunia. Mnaifundisha Lushoto, mnaifundisha Tanzania, lakini pia mnaenda kuifundisha dunia. Kwa sababu wakitoka hapa wanarusha kwenye YouTube. Wakitoka wanarusha kwenye TV ni kipindi. Kwa hiyo mnafundisha. Mimi najua mmekuja hapa kwa lengo la kuwafundisha watoto wenu mkitoka hapa. Si ndio? Lakini bila nyewe wenyewe kujua mtawafundisha. Jamani, mnaweza mkamfundisha hata mzee Focus baba yangu huko Gonja huko. Ndani huko. Kwa sababu kama naye atakaa angalie TV, ataona kumbe mjukuu anafundishwa hivi. Kumbe anafundishwa kufunga viatu. Kumbe anafundishwa kumimina maji kwenye jagi. Kumbe anafundishwa hiki. Yaani vitu vingi. Kwa hiyo niseme kwa lugha sasa hivi, msijichukulie poa. Nyie walimu msijichukulie poa. Nyie ni watu wakubwa na ni watu wa muhimu. Naomba mjipigie makofi. Na kwa nini sasa hii program sisi tunaiona special? Mama Gaspara, nirudi kwako. Utakuja kusema baadaye ilikuwaje mpaka hii programu iko hapa na Lona fikaje hapa. Lakini sisi wana Montessori pamoja na shirika la Mama Yetu Usambara kwa ujumla wake na kwa niaba ya viongozi wa shirika, sisi hii program tunaichukulia kwa upana wake na kwa ukubwa wake. Ni programu ambayo tunafahamu kwamba sisi wenyewe tutakuwa tumefahamika na nyie tutawafahamu vizuri na nyie wenyewe mtafahamiana, lakini pia kimaendeleo ni kitu kikubwa sana sisi kwetu. Kwa hiyo niwashukuru sana dada Lona na kushukuru kwa kuichagua Montessori Lushoto kuwa sehemu ya hii program. Asante sana. Mama Gaspara, nikushukuru sana kwa sababu ungekuwa mtu mbinafsi, ungekuwa sasa hivi kwa Uingereza umekaa mwenyewe na kuna kiyoyozi chako, hata kama ni kuna baridi, kuna joto, sasa hivi kule ni sama, mkuta unakula ice cream yako umetulia. Lakini ukaona sio muhimu kukaa wewe kule Uingereza, ila ujilete hapa na watu walio kusapoti wa kusapoti, lakini kusapoti na wadogo zako na watoto wako na sisi wenyewe. Kwa hiyo hao Watanzania walioketi hapa wanaketi kwa heshima yako mama. Watajifunza vitu vingi hapa kwa heshima yako. Watatoka hapa wakienda popote wanapoenda kuwafundisha watoto wadogo kwa heshima yako. Mama, nikwambie, jina lako litaishi miaka 100 ijayo. Hata kama hutakuwepo. Kwa sababu tunajua Mungu kila mtu ana mipaka yake ya kuishi, lakini jina lako litaishi miaka ijayo. Na sasa hivi pale shuleni kwangu mimi nina mwalimu ambaye amesikia tu jina Gaspara. Amepata mtoto wake amuita Gaspara. Na mwalimu ni mzaliwa wa Sumbawanga. Kwa hiyo kama Sumbawanga analoga na wewe jina lako liko kule. Kwa hiyo na ni kwa sababu ya upendo wako na ukarimu wako na kutokuwa mbinafsi. Umekubali kushare na sisi. Tunajifunza sana mengi kutoka kwako. Kwa hiyo walimu, karibuni sana Montessori, karibuni sana kwenye kipindi hiki, karibuni kwenye masomo haya, karibuni kwenye kujifunza vitu ambavyo baadaye na sisi tunaenda kuleta mabadiliko kwa watoto wetu ambao Mungu ametukabidhi, lakini pia kwa jamii tulionayo ambayo imetuzunguka kila mmoja kwenye shule yake, lakini pia kwa jamii ya Tanzania na ulimwengu mzima. Mungu awabariki sana. Tunawapenda sana. Karibuni pia mkipata nafasi kutembelea mazingira, kupiga picha. Montessori ni kitu kipya kwa Watanzania wengi. Si ndio jamani? Si ni kweli? Kwa hiyo tujifunze hiyo, lakini pia tukaelimishe na wengine. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Niwatakie yote mema katika kujifunza. Mimi sitakuwepo na nyie, lakini nitaangalia kwenye YouTube na nitaangalia vipindi kwenye TV.
Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Basi kwa nafasi hii basi nipende kumshukuru Mama Focus kwa historia fupi ambayo ametupatia kwa ajili ya mazingira yetu haya ya Montessori. Natumaini kila mmoja sasa hivi amepata picha fulani. Kama ulikuwa kwenye giza, lakini sasa hivi umepata kamwanga fulani. Kwa hiyo mama, tunakushukuru sana. Asante sana. Basi nitumie pia muda huu pia kuwakaribisha tena Montessori, lakini basi awali ya yote basi tutambuane, kwa sababu tumekuja wote hapa, nafikiri hatutambuani vizuri. Kwa hiyo basi ni vizuri basi tutambulishane. Tutatambulisha kimakundi, kwa hiyo tukitaja shule fulani basi tutasimama. Sawa sawa walimu wangu? Asante. Kwa hiyo basi moja kwa moja nianze na utambulisho wa walimu wetu kutoka St. Catherine Pre-Primary. Wasimame kwa pamoja watukumbushe. Nitambue pia walimu wetu kutoka shule ya Kichangani Primary. Wasimame wote kwa pamoja. Niwatambulishe pia kwenu walimu wetu kutoka shule ya St. Teresa Kabuku. Nitambue pia uwepo wa walimu wetu kutoka shule ya Pre-Primary Mkata St. Rita. Asante sana. Pia nitambue pia uwepo wa mkuu wa shule ya Kichangani Primary, Sister Josephine. Sister Jani atafika, amepata uzuru kidogo lakini atafika. Na Sister Hazayumba alitoa uzuru lakini ametuma wawakilishi. Basi nitambue pia walimu wetu kutoka Iringa. Natumani kwa upande wa walimu sina alipobakiza. Basi nitambue pia uwepo wa waandishi wetu wa habari wa UMTV, Sister Neema na Batuli. Basi ni watambulishe kwenu pia walimu hapa mbele yetu, pamoja na kwamba wameshajitambulisha kidogo, lakini basi moja kwa moja nianze na dada Lona. Karibu. Asante. Wapungie walimu mikono. Mama Focus japo ameshajitambulisha, wapungie walimu mikono. Nitambulishe kwenu Sister Gaspara, mwanzilishi wa Montessori. Asante. Nilisahau mwenzangu mmoja ambaye tunafanya naye kazi, Sister Helen, naomba wapungie walimu mikono. Asanteni sana. Kwa hiyo baada ya utambulisho huo, natumaini kila mmoja amefahamu kwamba huyu anatoka wapi, huyu anatoka wapi, lakini wote tuko hapa kwa ajili ya kupata hiyo knowledge ya elementary, mambo ya primary ya Kimontessori. Kwa hiyo walimu niwakaribishe sana, mjisikie nyumbani, msiogope, tutakuwa na kukimbizana kazi kidogo, lakini basi msiogope, hizo ndizo kazi zetu ili tuweze kwenda kuwasaidia watoto. Karibuni sana. Baada ya hapo basi nimkaribishe Mama Gaspar, ana neno la kutuambia kabla ya yote. Karibu mama. Asante. Asante sana Sister Ruth, mkuu wa chuo chetu cha Lushoto. Nasema kwa kifupi, maana semina yetu hii ni ya siku 5, mambo ni mengi, tusipoteze muda sana. Chuo cha Montessori kwanza, kwa nini kimekuwepo? Mimi nilikuwa ninafundisha watu kwenye chuo cha Montessori huko Dar es Salaam.
miaka hiyo ya 87, 88 nikaona kutoka Lushoto walikuja kwa miaka niliyokaa pale miaka 4, wamekuja wasichana wawili tu, tena wakitumwa na masista wa Precious Blood. Sasa mimi nikajiuliza, hivi ni kwamba hakuna watu wanaotaka kusoma au hawajui? Mimi niliporudi shirikani nikamwambia mkubwa wangu, wakati huo mama mkuu alikuwa Sister Maura Kimario. Nikamwambia mimi ninavutwa tuwe na chuo chetu Lushoto, nikiwa na maana kwamba kuweka chuo Lushoto watu wengine watafunguka, yani wajue kwamba kumbe kuna elimu hapa. Basi mama hakuwa mgumu, akafanya mpango, tukapata eneo hapa. Ilikuwa ni shamba la kahawa la settler mmoja ambayo ilikwishachukuliwa na serikali. Kwa hivyo watu walikuwa wanalima vipande hapa. Basi wakatusaidia tukapata hili eneo, shirika likalipa fidia na kila kitu. Tukaanza ujenzi wa chuo Februari 1992. Ikawa kwamba ilipofika 94, tarehe 17 Januari tulianza na wanafunzi 40. Sister Ruth hakuwa sister, alikuja msichana ametumwa kutoka Same, wamekuja wakasoma hapa. Basi tukaendelea, tuna train walimu wa vituo vya watoto wadogo. Enzi zile kabla walikuwa wanaita nini, vidudu. Kwa hivyo wakati huo ndio hilo jina likafa kwamba sio vidudu, ni chekechea. Basi tukaendelea hivyo. Shule nyingi tumetoa wanafunzi wengi, walimu wengi, wako popote, nafikiri wanafika zaidi ya 1000. Sasa tukasema shule zetu zinafanya vizuri kwenye vituo vyao, wengine wamefungua shule zao, ukifika wanafanya vizuri sana. Na sasa tukafikiria kwamba sisi tuna elimu ya kutoka miaka 3 kwenda 6. Hii 6 kwenda 12, je, haiwezekani? Sasa mimi nikapata sponsor wa kunipeleka Uingereza nikasomee elimu ya kutoka 6 kwenda 12. Mimi nirudi alafu nije nikafundisha. Jamani, na umri wangu hebu niambie. Kwa hivyo nikawaomba kwamba mimi naomba nisije, ninaomba munisponsor mimi nisome Tanzania, ili walimu wa shule zetu wawe sehemu ya kujifunza. Unajua mwalimu, hutakaa St. Teresa milele, hutakaa St. Catherine milele. Pale mahali ulipo kuna siku utakuwa mahali pengine. Knowledge utakayoipata hapa nina hakika itakusaidia huko utakapoenda, na wengine pia watataka kujifunza kutoka kwako. Ndiyo sasa nikapata wazo, kwa sababu ninamfahamu Lona amesoma na mdogo wangu. Yeye amesoma kwenye chuo nilichosoma mimi huko Uingereza, lakini mwenzangu alikuja kujipeleka South Africa akajifunza 6 kwenda 12. Nikasema kwa nini kwenda? Yaani itakuwa ni selfish, ni binafsi. Kwamba niende pale mimi ndiye malkia wa elimu ya kutoka 6 kwenda 12. Nikasema dada Lona amejifunza, kwa nini tusimtumie? Anaijua Montessori in and out. Akakubali, ndio yuko hapa na ndio mwalimu wetu. Kwa hivyo na mimi ni mwanafunzi, hicho anachokifundisha sikijui. Usichokijua hata kama una miaka 90, basi inabidi ukae darasani umsikilize anayekijua. Si ndio jamani? Ndio maana tuko hapa. Kwa hivyo kwa kifupi ni hivyo, lakini basi Montessori ya Lushoto ni ya shirika la masista wa mama wetu wa Usambara, ambapo sasa kutoka hapo ndio kama Mama Focus alivyowaambia, imezaa hiki, ikazaa kile, ikazaa kile, ikazaa kile. Kwa hivyo Montessori imekuwa ni center ya elimu. Tunamshukuru Mungu na tunawashukuru wakubwa zetu, kwa sababu unapoomba kitu mkubwa wako kama hata kuruhusu huwezi kukifanya. Kwa hivyo yule wa kwanza aliyekubali kwamba tujenge chuo hapa, basi tunampigia makofi na yeye hata kama hayupo. Na nimshukuru pia mkuu wa chuo Sister Ruth, kwa sababu wamefunga chuo
Baada ya siku 2 wakaja watu wa refresher course. Wameondoka Jumamosi, sisi tumeingia. Wengine wameingia Jumamosi. Lona ameingia Jumamosi. Kwa hivyo asubuhi wameondoka na wanafunzi, mchana ameingia yeye, jana tumeingia na sisi wengine. Kwa hivyo amechoka, lakini basi anaichukua hivyo hivyo kwa sababu basi wakati ni fedha. Wanasema muda ni mali au ni pesa sijui. Time is money. Kwa hivyo karibu chuo kitafunguliwa tena. Si ndio? Tarehe zinasogea. Kwa hivyo tunafanya kukimbizana. Lakini zaidi ni wapongeze ninyi kwa kukubali kuja kujifunza, manake wengine hawakuweza kuja. Kwa mfano kule Mkata kwetu najua walimu wawili ni kutoka sijui Kahama, Manyara. Sasa unajua kama amekaa tangu Januari mpaka hapa anakimbilia familia. Lakini ninyi pia mngeweza kusema kwamba hata kama nakaa hapo nyuma ya nyumba siendi, si ndio? Kwa hivyo nawashukuruni na ninawapongeza na ninajua kabisa kwamba kitakachofundishwa kitawasaidia huko mbele ya safari. Kwa hivyo ninyi tunawakaribisha kwenye kusanyiko la Montessori. Najua baadaye mtapenda kuwa members. Tutawaintroduce kwenye Montessori ya kitaifa sasa kule Dar es Salaam. Asanteni sana. Dada Lona, karibu sana, tunakusubiri. Na nisubiri sana kujifunza. So, habari ya asubuhi. Naitwa Lona Fernandez, niko kwenye Montessori, huu ni mwaka wangu wa 37. So kama Sister Gaspar sema mdogo wake na mimi tulisoma wote Kifungilo. Kwa hiyo mimi nimesoma huko Lushoto, nimesoma Kifungilo form 1 mpaka form 4. Then nilipotaka kusoma Montessori ndio nikakutana na Sister Gaspar yuko Dar es Salaam, lakini yeye sasa anatoka Dar es Salaam huo mwaka 91. Anatoka Dar es Salaam anakuja kujenga chuo cha hapa. Na mimi ndo naingia Msimbazi chuo pale kuanza kusoma na kufanya kazi. Kwa hiyo niko kwenye Montessori kwa siku nyingi. Nimesoma wanaita shule ya awali mpaka miaka 6. Tutakuja kusoma hatua za Montessori mtoto anakuaje. Baadaye nikaenda kuongeza ujuzi wa kusoma wanaita primary Montessori, wao wanaita elementary Montessori. Huku Tanzania tunaita primary Montessori kwa ajili ya mtoto mpaka miaka 12, 13 hapo, yani mpaka darasa la 6 au la 7. Nikaendelea kuisoma pale. Sasa kozi hiyo kwa kweli kama anavyosema Sister Gaspar, kwenda kuisoma mtu mmoja ni ghali sana. Yani ni very expensive. Usipopata sponsor kwenda kuisoma hivi sio rahisi. Kwa hivyo rudi kutoka South Africa, Cape Town, nilisomea Cape Town. Hivyo rudi tulianza kufanya program kama hii maeneo mengine ya Arusha. Kwa hiyo tunaita kama light Montessori ya primary school. Kwa hiyo tutakuja kusoma, tutaelimishana, tutawaambia hii program ni ya muda gani. Kwa safari hii ni ya siku 5 lakini ni endelevu kwa miaka 2. Naona? Lakini tutapeana hizo ratiba zote. Lushoto kama nilivyosema, nimesoma Kifungilo, chuo cha Lushoto nimekuja mara nyingi wakati Sister Gaspara yupo, alipokuwepo Sister Vincent, alipokuwepo Sister Ruth. Kwa hiyo chuoni hapa mimi nimekuja mara nyingi. Tunaanza kuna hata wengine kwenu hapa ni pageni kabisa, si ndio Kuna wengine hapa mjafika kabisa. Hao wote mnapajua hapa. Kwa hiyo tutapeana time ya kutembea kidogo, ku-orient yourself na mazingira na kufahamiana. Nimefurahi kuwaona, tutazidi kufahamiana, niwatakie utendaji mwema. Asante. Usambara Mountain TV, furaha yetu daima.